Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Karibu tuendelee na stori yetu ya kutisha. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu mirefu na milima yenye magofu ya kale, kijiji cha Itumbili. Usiku ulikuwa kimya sana, ukivunjwa na milio ya bundi na mapepe wanaolia mbali. Lakini siku hiyo kimya kilikuwa tofauti. Ulikuwa ni usiku wa mwezi mwekundu, ambao hutokea mara moja kila baada ya miaka 12. Lemba, kijana aliyekuwa na miaka 22, alikuwa amekaa mbele ya moto wa kuni, macho yake yakitazama mbalimbali, zaidi ya moshi, zaidi ya miti. Alikuwa na ndoto ambazo hazikuisha, ndoto za damu, ndoto za sauti zinazonong'ona gizani, na macho mekundu yaliyokuwa yakimtazama kila mara anapojaribu kulala. Bibi yangu alisema, Lemba aliongea na mzee aliyeketi upande wake wa pili wa moto, kuwa kuna wakati mzizi wa dunia hufunguka na wale waliolala huzinduka. Mzee Chibwene, mganga wa jadi na mlinzi wa mila, alitabasamu kwa uchungu. Ndiyo, na mwezi mwekundu ukitokea, milango ya kale hufunguliwa. Kijiji hiki kina siri nzito sana, Lemba. Lemba alinyanyuka, akachukua mkuki wake na ngozi ya fisi aliyojifunga kiunoni, alama ya kuwa tayari kwa safari. Nataka kujua ukweli. Kila siku ninasikia sauti, ninamuona mwanamke mwenye nywele za moto na mikono ya giza inayotaka kunivuta. Mimi ni nani kweli, mzee? Chibwene alinyamaza. Kisha akasema kwa sauti ya chini, wewe si mtoto wa kawaida uliokotwa usiku kama huu, mbele ya lango la pango la majivu. Ulikuwa umefungwa kwa minyororo ya fedha, na uso wako umechorwa kwa damu ya fisi. Uliletwa hapa na upepo mkali, ukalia kama simba mchanga. Lemba alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Ina maana mimi ni nani? Uko na damu ya mlinzi na laana ya mwita wa giza. Ndani yako kuna nguvu ambazo hazijawahi kufunguliwa, lakini kuna gharama. Kabla mzee Chibwene hajamaliza, upepo mkali ulivuma, moto ulizimika, milio ya nyoka ilianza kusikika, na kutoka kwenye kivuli, mtu aliyevaa kaniki nyeusi alitokea, mjumbe wa giza. Lemba, muda wako umefika. Njoo, tunakusubiri upande wa pili wa kivuli. Lemba alitazama. Macho ya mtu huyo yalikuwa ya kijani kibichi, kama ya fisi wa porini. Mkono wa giza ulianza kujitokeza kutoka ardhini. Chibwene akatupa unga wa mateke motoni. Ghafla mwanga mkali ukamulika na kivuli kikatoweka. Sasa unaona, Chibwene alisema kwa sauti nzito. Safari yako ya kujitambua inaanza. Lazima uingie pangoni, ukutane na wazee wa kale na upambane na kivuli kilichokuumba. Je, Lemba atagundua asili yake ya kweli? Ni nini siri ya pango la majivu? Nani ni mwanamke wa nywele za moto? Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.